Je, unajua kuwa kuna tabia 6 unazozifanya kila siku ambazo zinafuta uwezo wako wa kufikiri na kupunguza IQ yako kwa kasi ya ajabu? Ubongo wako unapoteza seli muhimu kila dakika unapoendelea na makosa haya. Na la 6 ndilo hatari zaidi, ambalo linabadilisha mfumo wa akili yako moja kwa moja bila wewe kujua. Baki hapo hapo. Kabla hatujaanza, usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele ili usiwe unapitwa na haya maarifa. Tayari? Asante. Twende kazi. Namba 1. Msongo wa mawazo wa kudumu, chronic stress. Ubongo wako ni mashine, lakini msongo wa mawazo ni kama kutupa mchanga kwenye gia za mashine hiyo. Unapopata msongo wa mawazo, mwili wako unatoa homoni inayoitwa cortisol. Katika hali ya kawaida, cortisol ni nzuri, inakusaidia kukabiliana na hatari. Lakini unapokuwa na stress kila siku kuhusu kodi, kazi au mahusiano, kiwango hiki cha cortisol kinabaki juu muda wote. Sayansi inathibitisha kuwa cortisol ikizidi inaua seli za ubongo kwenye eneo linaloitwa hippocampus, ambalo linahusika na kumbukumbu na kujifunza vitu vipya. Hii ndiyo sababu ukiwa na stress unakuwa msahaulifu sana. Huwezi kufanya maamuzi ya busara kwa sababu sehemu ya mbele ya ubongo, prefrontal cortex, inazidiwa nguvu na sehemu ya hisia, amygdala. Ili kulinda ubongo wako, ni lazima ujifunze mbinu za kudistressing kama vile kutafakari, meditation au kutenga muda wa kupumzika mbali na kelele za dunia. Usipoutunza ubongo wako dhidi ya stress, unaupoteza uwezo wako wa kiakili pole pole bila wewe kujua. Namba 2. Ukosefu wa usingizi wa kutosha, the glymphatic system. Watu wengi wanajisifu kwa kulala masaa 4 tu kwa usiku, wakidhani ndio hustle. Huu ni uongo wa hatari. Ubongo wako una mfumo wa usafi unaoitwa glymphatic system. Huu mfumo unafanya kazi tu ukiwa umelala usingizi mzito. Kazi yake ni nini? Ni kusafisha sumu, neurotoxins, zinazozalishwa ubongoni wakati ukiwa macho mchana kutwa. Moja ya sumu hizo ni beta amyloid, ambayo inahusishwa moja kwa moja na ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu, Alzheimer's. Unapokosa usingizi wa kutosha chini ya masaa 7 au 8, unauacha ubongo wako ukiwa na uchafu wa kibiolojia. Hii inasababisha kile kinachoitwa brain fog, hali ya kuhisi kichwa zito, kushindwa kufocus na kuwa na hasira za haraka. Kulala sio kupoteza muda, ni service ya lazima kwa injini yako kuu ya maisha. Bila usingizi, IQ yako inashuka na uwezo wako wa kutatua matatizo unazikwa. Namba 3. Sukari na vyakula vilivyochakatwa, ultra processed foods. Unachokula ndicho kinachounda seli zako za ubongo. Ubongo unatumia takriban 20% ya nishati yote ya mwili. Lakini ukilisha ubongo wako sukari nyingi na vyakula vya viwandani vilivyojaa mafuta mabaya, unasababisha kitu kinachoitwa brain inflammation au uvimbe wa ndani wa ubongo. Sukari nyingi mwilini inapunguza uzalishaji wa protini inayoitwa BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Protini hii ni kama mbolea ya ubongo. Inasaidia seli mpya kukua na seli za zamani kuishi muda mrefu. Kiwango cha BDNF kikiwa chini, uwezo wako wa kuelewa mambo magumu unakufa. Badala ya kula vitu vya sukari vinavyokupa nguvu ya muda mfupi na kukuacha ukiwa mchovu baadaye, lisha ubongo wako na mafuta yenye afya kama omega 3 yanayopatikana kwenye samaki, karanga na parachichi. Kumbuka, ubongo wako kwa 60% ni mafuta. Ukila mafuta mabaya, unajenga ubongo dhaifu. Namba 4. Uraibu wa dijitali na multitasking, the attention economy. Katika ulimwengu wa sasa wa TikTok, Instagram Reels na YouTube Shorts, ubongo wetu unashambuliwa na viwango vikubwa vya dopamine kwa muda mfupi sana. Hii inafanya nini? Inaharibu uwezo wako wa deep work, kufanya kazi kwa umakini wa hali ya juu. Unapozoea kurukaruka kutoka app moja kwenda nyingine au kujaribu kufanya mambo matano kwa mpigo, multitasking, unaugawanya uwezo wako wa ubongo. Ukweli wa kisayansi ni kwamba ubongo wa binadamu hauwezi kufanya multitasking.
Unachofanya ni kuswitch kati ya kazi moja na nyingine haraka sana, na kila unaposwitch unapoteza cognitive energy. Hii inashusha IQ yako kwa pointi 10, sawa na mtu aliyekesha usiku kucha bila kulala. Ukitaka kuwa na ubongo wenye nguvu, jifunze kufanya jambo moja kwa wakati mmoja na uweke simu mbali unapotafuta matokeo makubwa. Namba 5, maisha ya kukaa tu na kukosa changamoto. Sedentary lifestyle, ubongo wetu unategemea mzunguko wa damu. Unapokaa kitako siku nzima bila kufanya mazoezi ya mwili, mzunguko wa oxygen kwenda kwenye ubongo unapungua. Mazoezi ya aerobic kama kukimbia au kutembea kwa haraka yanachochea uzalishaji wa seli mpya kwenye ubongo, mchakato unaoitwa neurogenesis. Lakini sio mazoezi ya mwili tu, ubongo unahitaji mazoezi ya kiakili. Watu wengi baada ya kumaliza shule au chuo wanaacha kujifunza vitu vipya. Wanaingia kwenye rutini inayofanana kila siku. Hii inasababisha ubongo wako kuanza kusinyaa, atrophy. Ubongo una tabia inayoitwa neuroplasticity, uwezo wa kujitengeneza upya kulingana na changamoto unazoupatia. Ikiwa husomi vitabu, hujifunzi lugha mpya au huchukui kozi mpya, ubongo wako unaanza kustaafu mapema. Usiache kuupa ubongo wako changamoto. Soma, jifunze na fanya mazoezi ili uendelee kuwa na akili yenye makali hata ukiwa na umri mkubwa. Namba 6, video na picha za ngono, pornography. Hapa ndipo tunapopaswa kuwa makini sana. Utafiti wa kisasa wa Neva Neuroscience unaonyesha kuwa utazamaji wa video za ngono una madhara yanayofanana na matumizi ya madawa ya kulevya kama cocaine kwenye ubongo. Kwanza ni uharibifu wa dopamine system. Ubongo unatoa kiasi kisicho cha kawaida cha dopamine, super stimulus, unapotazama video hizi. Hii inasababisha kitu kinachoitwa desensitization. Baada ya muda, mambo ya kawaida ya maisha kama kufanya kazi, kusoma au hata mahusiano ya kawaida hayawezi kukupa furaha tena kwa sababu ubongo wako umezoea viwango vya juu sana vya kusisimua. Pili, kusinyaa kwa prefrontal cortex. Hii ndiyo sehemu ya mbele ya ubongo inayohusika na udhibiti wa msukumo, impulse control, kufanya maamuzi na utashi, willpower. Utafiti uliofanywa na Max Planck Institute nchini Ujerumani uligundua kuwa kuna uhusiano kati ya kutazama picha za ngono mara kwa mara na kupungua kwa kiasi cha seli, gray matter, kwenye sehemu hii ya ubongo. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha unakuwa mtumwa wa hisia zako. Huwezi tena kujizuia kufanya mambo mabaya, unakosa nidhamu binafsi na unakuwa na brain fog ya kudumu. Unapoteza uwezo wa kuwa na ambition au malengo makubwa maishani kwa sababu ubongo wako unadhani umeshatimiza lengo kuu la kibiolojia la uzazi, kwa hivyo unakata hamasa ya kupambana kutafuta mafanikio mengine. Ubongo wako ndio rasilimali yako ya thamani zaidi. Bila huo, huwezi kutengeneza utajiri, huwezi kujenga mahusiano mazuri na huwezi kufurahia maisha. Linda ubongo wako kwa kuepuka hivi vitu tulivyovijadili leo. Kama video hii imekufungua macho, usiondoke bila kuacha like yako hapo chini. Inatusaidia sana kufikisha ujumbe huu kwa watu wengi zaidi. Na swali langu kwako leo, ni tabia gani kati ya hizi 5 unaona inakupa changamoto zaidi kuacha? Niandikie kwenye maoni, comment hapo chini. Nitapita kusoma na kujibu. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho. Tukutane kwenye video inayokuja. Kumbuka, uwezo wa kubadilisha maisha yako upo mikononi mwako, au tuseme upo ndani ya ubongo wako. Peace.